watazamaji na karibu katika kipindi mjadala. Leo kwenye mada, je, walimu wanafaa kuwasiliana na wanafunzi kupitia vyombo vya habari vya kijamii? Shule ya Josephine watapinga na shule ya wavulana ya Nkobo wataunga. Aliye mbele yenu ni Ian Baraka kutoka shule ya upili ya Nkobo High School. Niko hapa kuunga mjadala usemao walimu wanapaswa kutangamana na wanafunzi katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na WhatsApp. Hoja yangu ya kwanza, huwasaidia kusoma hata katika likizo zao. Huwasaidia kusoma katika likizo zao. Kuna wanafunzi ambao kwa sababu ya safari ya kuelekea manyumbani kwao huwa hawabebi vitabu. Wanachotegemea labda ni hiyo mitandao ama kuenda katika ama kutegemea marafiki waliobeba vitabu ili waweze kusoma. Hoja ya pili ni kuwa walimu inaweza kutumika kuweka maadili mema katika wanafunzi. Utakapoangalia kuna walimu wengine ambao huogopa wanafunzi wakiwa shuleni. Kwa hivyo mwanafunzi atakapoenda nyumbani na mwalimu aweze kumpata katika mitandao hiyo, anaweza mwambia katika sehemu fulani na fulani ulikuwa unakosea, kwa hivyo tafadhali rekebisha. Mambo kama hayo haiwezi leta shida yoyote baina wewe mwalimu na mwanafunzi, hata kama mwanafunzi alikuwa mwanafunzi aliyeogopwa na wote. Hoja ya tatu, walimu pia wanaweza kusaidia wanafunzi kupata vyuo, kuonyesha jinsi ya kuchagua masomo watakapomaliza kama ni kidato cha kwanza, ama jinsi ya kuchagua vyuo vikuu watakavyohudhuria watakapomaliza shule ya upili. Ukiangalia hiyo hoja niliyotoa, walimu kuna ule wakati ambao wakiwa shuleni hawapati muda mwingi wa kutangamana na wanafunzi kwa sababu wanafunzi ni wengi. Watakapoenda nyumbani, mwalimu anaweza pata mwanafunzi katika mtandao huo, anamuelezea kwa sababu kwa hivi na hivi shuleni unapaswa kutafuta chuo kikuu kama hiki na hiki, na unapaswa kuchagua masomo haya na haya kwa sababu ukichagua haya utafeli. Ningependa kukomea hapo. Naam, hayawi hatimaye huwa. Nashukuru tena kwa nafasi ya pili mliweza kunikabidhi kujadili mjadala usemao, je, walimu wanafaa kuwasiliana na wanafunzi kupitia vyombo vya habari kijamii? Kwangu la hasha. Kwanza ningependa tujue mitandao ni nini. Mitandao ni njia ya mawasiliano ya kielektroniki. Hoja yangu ya kwanza ikiwa ni mawasiliano baina ya wanafunzi husababisha kudorora kwa masomo ya mwanafunzi. Ndio, hapa ni pale ambapo mwanafunzi wanapokuwa na ile mawasiliano na mwalimu, aidha yule mwalimu ni wa jinsia ya kiume na msichana pia ni wa jinsia ya kike. Mwanafunzi ni wa jinsia ya kike, samahani. Mwalimu anapowasili darasani, utamkuta yule mwanafunzi anaweza kupiga kisengere nyuma yale ambao wamekuwa wakiwasiliana na mwalimu kupitia mitandao. Pili, ningependa kusema wizi wa mitihani. Mwalimu anapokuwa wanawasiliana na mwanafunzi, utapata kuwa mwalimu anaweza kuwa amepata zile jinsia za kimapenzi na mwanafunzi, na hapo itasababisha mwalimu kutafuta njia ya kumfanya yule mwanafunzi asiweze kufeli ila akadunishwa na wengine. Atatafuta na kuweza kuwasiliana na mwanafunzi na kumuonyesha majibu au kumwelezea kile ambacho kitakachojiri siku ya mtihani, na hii itasababisha mwanafunzi kuweza kupita ule mtihani. Tatu, kupoteza kazi kwa mwalimu. Mwalimu atakapowasiliana na mwanafunzi na ila bado wana ule uhusiano wa kimapenzi, utakuta mwalimu mkuu atakapogundua kuna ule uhusiano baina ya mwalimu na mwanafunzi, yule mwalimu ataweza kula kalamu. Na maanisha hivi, yule mwalimu ataweza kuvutwa kazi. Ninapohitimisha, ningependa kusema ya kwamba walimu hawafai kamwe kuwasiliana na mitandao kama vile Facebook na WhatsApp, hawafai, ila asha. Naomba kukomea hapo. Asanteni.
Jina langu ni Eric Mwangi kutoka shule ya upili ya Nkobo, na niko hapa kuunga mkono mjadala kwamba walimu wanafaa kuwasiliana na wanafunzi kupitia mitandao ya kijamii. Rafiki yangu hapa amesema kwamba kwa mfano mwanafunzi mvulana na mwalimu wa jinsia ya kike, hatujajifunga ama hatujikiti katika jinsia, bali tunajikita katika manufaa ambayo wanafunzi au walimu wanaweza kupata katika mawasiliano yao katika mitandao ya kijamii. Pili, umesema kwamba walimu huweza kuonyesha wanafunzi mitihani, lakini acha nikwambie kwamba mwalimu mwenye akili razini hawezi kufanya tendo ambalo itaelekeza kwa kudorora kwa masomo ya mwanafunzi. Hoja yangu ya kwanza, 55% ya wanafunzi wanaotumia mitandao ya kijamii inaonyesha kuwa wanayotumia kuwasiliana kuhusu mambo wanayoyaamini, ikiwemo ni masomo. 50% inaonyesha kuwa wanaotumia mitandao ya kijamii huyatumia kutangamana na kuwasiliana kuhusu kazi za ziada wanazopewa na walimu wao. Hoja yangu ya pili, ukiangalia kizazi hiki cha leo, wana uraibu sana mno wa kutumia mitandao ya jamii, na najua hata walimu wetu hapa na wanafunzi mna huo uraibu. Hivyo basi tuna badala ya kushinda kwenye mitandao tukifanya mambo mengine, tunaweza kuingia katika mitandao ya kijamii na kuwasiliana na walimu wetu, kutangamana na kuendeleza masomo hata tukiwa nyumbani. Tukiwa na walimu na wanafunzi wakiwasiliana katika mitandao ya kijamii, mwalimu anayewasilisha ujumbe kwa wanafunzi anaweza kuwafikia wanafunzi wengi sana kwa muda mfupi, pahali popote, muda wowote, na kuhusu chochote kile kinachoweza kumsaidia mwanafunzi kimasomo. Hoja yangu ingine, mitandao ya kijamii haijatufunga kuwasiliana na walimu wanaotufunza hasa shuleni, bali na kuwasiliana na walimu wengine kutoka maeneo mengine kama mashule mengine ambayo hatujapata kusomea, na hata walimu wengine kutoka mataifa mengine, na tunaweza kupanua uwezo wa akili kufikiria mbele, kwani tunatangamana na walimu wengi na tunapata mawazo na usaidizi mwingi sana kimasomo. Asanteni. Nashukuru kwa heshima na taadhima mlionipa kwa kunipa fursa hii kuzungumzia mjadala unaosema walimu hawafai katu kuwasiliana na wanafunzi kwa njia ya mtandao. Hii ni kwa kuwa kila jambo ambalo lina faida zake kwa kawaida huwa na hasara zake. Kwanza, ningependa kumkosoa mwenzangu kwa kumfahamisha fika ya kwamba kila mwalimu ambaye yuko shuleni hamu yake ama lengo lake si kuwafundisha wanafunzi, ila kwa akili yake labda ana hisia nyingine ama ana mafikira mengine ambayo amepanga kuambia wanafunzi wake. Hivyo basi, ningependa kukukosoa na kukuambia ya kwamba iwapo mwalimu atawasiliana na mwanafunzi kwa njia ya mtandao, labda katika ile hali ya kuwasiliana lazima umsalimu mwanafunzi lazima umsalimu mwalimu na umuulize hali yake, na katika ile hali ya kuzungumza utapata mwalimu, iwapo ni mtu ambaye ajielewi ama iwapo ni mwalimu ambaye ni wa kizazi ambacho kiko sahihi, maana ni kizazi ambacho kimepotoka kinidhamu, hataweza kumwambia mwanafunzi mambo ambayo yasiyostahili. Hoja yangu ya kwanza ni kuzungumza kwa mwalimu na wanafunzi kwa njia ya mtandao huweza kuleta uvivu kwa wanafunzi. Hii ni kwa kuwa mwanafunzi anajua hata asiposoma ama hata asipomsikiza mwalimu darasani, hataweza kwenda kumuuliza mwalimu alichokifunza darasani kupitia kwa njia ya mtandao, na hivyo basi mwanafunzi ataweza kuwa mvivu na hataweza katu kumsikiza mwalimu darasani. Pili, ingependa kusema ya kwamba ile hali ya mwanafunzi
kuwa na usikivu ama kuwa makini darasani itapungua. Hii ni kwa kuwa anajua hata iwapo hata msikiza mwalimu darasani ama iwapo hataweza kuvipitia vitabu zake asome, vitabu vyake aweze kusoma, ataweza kwenda na muulize mwalimu, katika masomo ya leo mliweza kufanya nini darasani? Na hivyo basi mwanafunzi atakuwa mara anawasumbua wale ambao wanamsikiza mwalimu, kwa sababu anajua kupitia ile njia ya mtandao ataweza kuzungumza na mwalimu na atamuelezea. Hoja ya tatu, ningependa kuzungumza na kusema ya kwamba wanafunzi wataweza kukosa kuhudhuria masomo. Kuna wale ambao wataenda kujificha. Kwa mfano tuseme kuna mahabara ya nyimbo, kuna mahabara ya kwenda kujadiliana mijadala kama ina. Hivyo basi ataweza kutoroka darasani aende mule, manake anajua akiwasiliana na mwalimu wake ataweza kumsaidia kwa njia ya masomo. Kwa upande mwingine, iwapo mwalimu ningependa kuwauliza, nani kati yetu hananga hisia? Ama nani kati yetu maumbile yake kwa vile ambavyo Mungu alimuumba, nani hananga hisia? Ningependa muweze kutafakari na mnijibu. Hivyo basi ningependa kusema mwalimu anaweza zungumza na mwanafunzi na aweze kuwa na hisia. Hivyo basi atamchumbia mwanafunzi na amfanye labda kupotoka shuleni na nidhamu ya mwanafunzi itaweza kupungua. Hivyo basi ningependa wanaopinga waweze kuniunga mkono na mseme ya kwamba wanafunzi na walimu wafai kuwasiliana kwa njia ya mtandao. Shabash. Nimesimama hapa mbele yenu kuunga mkono mjadala huu. Hoja yangu ya kwanza. Utafiti umeonyesha kuwa wengi wa wanafunzi wanapoenda nyumbani wakati wa likizo huwa wanatupilia vitabu mbali na kusahau kuhusu masomo. Lakini na kuingia katika mitandao na kujiburudisha na marafiki wao. Lakini walimu wanapojiunga na wanafunzi hawa mtandaoni wataweza kuelekeza wanafunzi hawa ili waweze kurudi katika masomo, na hivyo basi hawataanguka mitihani. Hoja ya pili. Tujuavyo watu wanaponongonezana kupitia mtandao huwa hakuna kuogopa wote hapo. Hivyo basi walimu na wanafunzi wanapojadiliana huwa mwanafunzi anaweza kumwambia walimu kuhusu shida za shule ama makosa ya mwalimu bila kuogopa kitu chochote. Na hoja nyingine, walimu wataweza kuelekeza wanafunzi katika sehemu ya mitandao. Badala ya wanafunzi kuenda katika masehemu ya filamu mbaya mbaya, walimu wanaweza kuelekeza katika mtandao kama tikaschool.com ambao watapata mitihani ambao wataweza kujitahini nao, na bila shaka wataweza kupita mtihani wanaporudi shule baada ya likizo. Asanteni. Naam, asante kwa fursa hii adimu na adhimu nilioweza kupewa ili kujadili mjadala usemao walimu hawapaswi kuwasiliana na wanafunzi kwa njia ya mitandao. Ningependa kumkosoa mwenzangu hapa kwa kumwambia kama mwanafunzi anayo akili njema na kama mwanafunzi anajua chenye na ambacho anafanya shuleni, hivyo basi atabeba vitabu zake, kwa sababu uko shuleni anaweza kuwa amepewa kazi ya likizoni. Hivyo basi ataweza kusahau vitabu zake, ndipo saa akuje mwalimu waweze kujadiliana. Hoja yangu ya kwanza ingekuwa ni usambazaji wa magonjwa. Kunadhihirika pale na ambapo mwalimu unaweza mpata wanapozungumza na mwanafunzi, hakuna mtu ambaye hakuangi na hisia. Hivyo basi wakijadiliana na kukuwa na mapenzi, hivyo basi wanaweza kufanya mambo na ambayo hawakuwa wanategemea, kwani tunajua hayawi huwa. Pili, kufukuzwa shuleni kwa mwalimu. Wanapofanya hayo mambo wakiwa na mwalimu, basi mwanafunzi anaweza kuwa mjamzito. Hivyo basi itasababisha ufukuzaji wake
ufukuzaji wake wa shuleni, atafukuzwa shuleni. 3, kudhoofika kwa nidhamu. Kwa sababu mwanafunzi anajua eti na kwamba wanajuana vizuri na mwalimu fulani, na eti na kwamba wanazungumza kupitia mitandao, hataweza kuheshimu hata walimu wengine, wala atakuwa na wadharau hata wanafunzi wenzake, kwa sababu anajua huyo mwalimu anaweza kumtetea na anaweza kasababisha asiweze kupewa adhabu inayofaa. Kwa hivyo basi, ningeomba wenzangu waungane nami, waweze kuniunga mkono, tuseme kuwa wanafunzi hawapaswi kuwasiliana kupitia njia ya mitandao na walimu wao. Shukran. Nikitamatisha, ningependa kusema kwamba rafiki yangu ameongelelea kuhusu uvivu na mapenzi, hisia za kimapenzi na walimu. Kuwa mvivu ni kupenda kwako, si kupenda kwa mwalimu. Na kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na walimu ni kwa wale ambao wanajua nini wanatafuta katika maisha haya. Umesema pia kwamba labda mwalimu hana nia ya kukufunza, kumaanisha unawakashifu walimu. Unafanya nini shule? Asanteni. Ningependa kumjibu mwenzangu kwa kumwambia hivi. Anasema sisi tumesema kuwa kuna uvivu shuleni. Ndio, kuna uvivu shuleni. Wakati huyo mwanafunzi anajua eti na kwamba huyo mwalimu anaweza kumtumia chenye na ambacho alisoma shuleni, hivyo basi hataweza kufanya kazi ya ziada ambayo aliweza kupewa na mwalimu. Kwa mfano, shule za kutwa, shule za umma za kutwa, wanapoenda nyumbani jioni, wanakuanga wamepewa kazi ya kwenda kufanya huko nyumbani, kwa sababu anajua mwalimu atampea ataweza kumtumia hiyo kazi na ambayo alifanya, hivyo basi hataweza kujishughulisha ndiposa aweze kufanya kazi hiyo ya mwalimu. Asante. Ningeomba kuuliza mwenzangu swali. Amesema kuwa mwalimu ukumbusha mwanafunzi wakienda kule likizoni. Kwa mfano, shule yenu iko na wanafunzi labda 1000. Ni wanafunzi wangapi kati ya hao watapatana na mwalimu na waweze kuzungumza ama aweze kuwakumbusha? Isitoshe, mimi ni mwanafunzi, nina akili timamu, najua kile niliendea shule, naelewa vizuri kuwa nisiposoma ni maisha yangu. Kwa nini mwalimu anikumbushe? Nitajipangia mimi mwenyewe, nijue kama nataka maisha yaendelee, nitasoma. Kama kuna anasa nitajingisha kwa maisha yangu yote. Mwenzangu, naomba unieleze vizuri, unaonesha ni wapi ambapo wanafunzi wanafunzi wanaweza kuwasiliana na mwalimu kila wakati. Ingia vitabuni usome, durusu hapa na pale, unahitaji kufanya mtihani mwaka ujao. Tafadhali mwenzangu, naomba jibu lako na nitashukuru. Swali langu ni je, umesema mwanafunzi aliye na akili razini hata viacha vitabu shuleni wakati wa likizo. Je, mwalimu aliye na akili razini atahusiana kimapenzi na mwanafunzi? Kujibu swali la mwenzangu, umesema kwamba unajua ufanyalo shule na si lazima mwalimu akuambie ruhusu hapa, fanya hili. Samani, lakini hatukuzungumzii wewe, tunawazungumzia wanafunzi wote kwa jumla. Naam, ningependa kumjibu mwenzangu hapo. Ameuliza ni mwalimu gani ambaye ako na akili timamu anayeweza kumhusisha mwanafunzi kimapenzi. Nami ningependa kukuuliza, nani ni binadamu mgani ambaye ananga hisia? Hivyo basi unaweza pata katika hali ya mazungumzo, utapata mwalimu ameweza kwa sababu wanapozungumza lazima waweze kuamkuana, wajue jinsi na ambavyo wamelala, wameamka aje, mambo kama hayo. Hivyo basi kupitia hayo mambo mwalimu anaweza kuwa na zile hisia na anaweza kumchumbia mwanafunzi. Asante. Pongezi wawasilishaji wetu wa leo.
Nkobo Boys na Josrina. Nataka kusema kwamba mada ya leo imezungumziwa vizuri sana, na nataka kusema kwamba watangulizi wote pande zote waliweza kutanguliza mjadala huu kama tulivyotarajia, na kazi yao ilikuwa nzuri. Upande wa uwasilishaji, nataka kuwapongeza wawasilishaji wa shule ya Josrina kwa namna ambavyo waliweza kutumia viziada lugha, na pia sauti yao ilisikika vizuri zaidi. Pia Nkobo, si kwamba hawakujaribu, ila kwa sauti pia watie bidii kidogo. Umilisi wa hoja ulidhihirika katika pande zote, na kwa kila hoja iliyotajwa iliweza kufafanuliwa ipasavyo. Tatizo labda kidogo tu kuhusu mifano halisi na takwimu husika ili kuunga mada walizojadili. Mifano ilikuwa michache, lakini ilisikia mambo ya Twitter yanatajwa. Wasiwasi yetu sasa ni kwamba makosa ya sarufi yanazidi kudhihirika pande zote. Kwa hivyo tungeomba wanafunzi wajiepushe na hayo makosa ya sarufi. Nitataja tu machache kama vile hoja ingine badala ya hoja nyingine, ongelelea ikiwa na maana ongea kuhusu au zungumzia, hananga hisia, hana hisia, marafiki wao, marafiki zao, mitihani jitahini nayo. Tunajitathmini katika hiyo mitihani. Vitabu zake inafaa kuwa vitabu vyao. Asanteni, shukran. Ningependa pia kuwashukuru shule zote mbili kwa sababu ya ukakamavu wao katika uwasilishaji. Wamefanya kazi nzuri. Timu zote mbili zimeonyesha umilisi bora wa lugha. Hoja zilipangwa vizuri na zikawa na mtiririko unaofaa. Japo kama mwenzangu alivyoeleza, mifano ilikuwa michache sana. Kwa hivyo ningependekeza kwamba unapotafitia mada hii ama nyingine wakati mwingine, utafute na mifano ya kutosha ili kuweza kushadidia zile hoja zako. Wanafunzi wa Josrins wameonyesha ukakamavu mwingi katika uwasilishaji na sauti zinazosikika vizuri. Na vile vile vijana wa Nkobo pia wameonyesha umilisi bora wa lugha, lakini pia ningewashauri kwamba wakati mwingine wakishiriki katika mjadala, sauti isikike vizuri. Watoe sauti inayosikika vizuri. Na kama mwenzangu alivyotaja, palikuwepo na makosa ya sarufi na msamiati, na inaonekana kama makosa haya yanaendelea kuongezeka. Kwa hivyo tujitahidi tunapofanya utafiti wetu, tutafitie pia na msamiati unaofaa kwa mada tunayojadili. Kwa mfano, kunaye alieleza kuhusu tendo ambalo itaelekeza. Hatuwezi kusema tendo ambalo itaelekeza, bali tendo ambalo litaelekeza. Pia tunastahili kuzingatia matamshi bora. Kunaye alizungumzia kuhuzu badala ya kuhusu. Na vile vile ningewashauri wakati wa uwasilishaji tuepuke kusoma moja kwa moja maelezo yote. Unaweza tu kuangalia hoja unayojadili kisha ukaeleza kwa lugha yako. Kwa hivyo tuepuke kusoma moja kwa moja. Makosa mengine ya kisarufi, kuna mwanafunzi aliyezungumzia binadamu mgani.
tunauliza gani. Neno gani haliwekwi kiambishi. Na kwa hayo ningependa kushukuru timu zote mbili kwa sababu ya mjadala uliofana sana. Asanteni. Pia ningependa kuwashukuru sana kwa kujitahidi kwa timu zote mbili, Nkubu na Jocelyn, na ukakamavu wenu unaonyesha ya kwamba mnatia fora, na ningependa kuwahimiza hata mkirudi bado kwa shuleni, ningependa muendelee na kufanya utafiti zaidi, na ukiwasilisha hoja zenu, wacha kuwa unasoma. Tunataka ujasiri. Sawa sawa. So mimi hapa niko na Jocelyn wakiwa na alama 33 kwa 50 na Nkubu wakiwa na alama 32 kwa 50. Wapigiwe makofi wote.